Baada ya matokeo mazuri, kijana mmoja aliyeitwa Silas alianza kusuka njama. Silas alikuwa amemvizia Neema kwa muda mrefu bila mafanikio, na kuona Kelvin anapata upendo na ufaulu kulimchoma moyo. Alianza kusambaza uvumi kwa walimu kuwa Kelvin na Neema walikuwa wakikutana usiku wa manane kwenye maabara ya kemia. Uvumi huu ulisambaa kama moto wa kifuu shuleni kote. Kelvin alianza kuona mabadiliko, marafiki zake walikuwa wakimnong'oneza, na walimu walikuwa wakimtazama kwa jicho la mashaka. Neema naye alianza kupokea barua za vitisho zisizojulikana zikimtaka mwache Kelvin, la sivyo atachafuka. Hali ya hewa shuleni ilianza kuwa ya joto na amani yao ilikuwa hatarini. Mwalimu Juma, aliyekuwa akitafuta sababu ya kuwafukuza, aliamua kuweka mtego. Siku moja ya Jumamosi, wakati wa usafi wa mazingira, alijificha nyuma ya maktaba akijua fika kuwa Kelvin na Neema wangekutana hapo kubadilishana vitabu. Kama alivyotegemea, Kelvin alikuja akiwa ameshika kitabu cha biolojia. Dakika chache baadaye, Neema alitokea. Walikuwa wakicheka kwa furaha, wasijue kuwa Radi anawatazama. Kelvin alimkabidhi Neema ua dogo la waridi alilolichuma bustanini pamoja na barua. Kabla hata Neema hajakishika kile kitabu, sauti nzito ilitetema, "Nimeyapata majibu ya kwa nini mnaongoza darasani." Ndani ya ofisi ya mwalimu wa nidhamu, kulikuwa na ukimya wa kutisha. Kelvin na Neema walisimama huku wakitetemeka, vichwa vyao vikiwa chini. Bwana Juma alitupa lile ua na barua mezani. "Hii ndiyo elimu mliokuja kufuata. Mapenzi shuleni ni marufuku, na adhabu yake ni kusimamishwa masomo," alisema kwa ukali. Kelvin, akijua kuwa mustakabali wa Neema upo hatarini, alijikaza na kusema, "Mwalimu, mimi ndiye niliyemlazimisha. Yeye hana kosa, ni mwanafunzi bora na anajitahidi." Neema alishtuka, akamtazama Kelvin kwa macho yaliyojaa machozi, naye akasema, "Hapana mwalimu, sote tunapendana na hatujawahi kufanya chochote kibaya zaidi ya kusoma." Bwana Juma aliamua kuwaita wazazi wao. Wiki iliyofuata, wazazi wa pande zote mbili waliwasili shuleni. Baba yake Kelvin, mzee wa makamo mwenye msimamo mkali, alikuwa na hasira tele. Alihisi Kelvin ameiharibu heshima ya familia. Kwa upande mwingine, mama yake Neema alikuwa akilia, akihofia kuwa ndoto ya binti yake ya kuwa daktari imefika kikomo. Katika kikao hicho mbele ya mkuu wa shule, Kelvin alieleza jinsi walivyokuwa wakisaidiana kimasomo na jinsi ufaulu wao ulivyoongezeka tangu waanze urafiki wao. Alionyesha daftari lao la pamoja la mazoezi kama ushahidi. Mkuu wa shule, ambaye alikuwa mtu mwenye busara, alianza kuona upande wa pili wa hadithi hiyo. Mkuu wa shule aliamua kutowafukuza, lakini aliwapa masharti magumu sana. "Kuanzia leo, marufuku kuonekana mkiwa pamoja nje ya darasa. Mkionekana mnaongea hata kama ni kuhusu hesabu, mtafukuzwa shule papo hapo," aliamuru. Wazazi walikubaliana na uamuzi huo, na Kelvin alipewa onyo la mwisho la kimaandishi. Walitenganishwa kambi za masomo, na hata wakati wa chakula walikuwa wakichungiwa. Kipindi hiki kilikuwa kigumu kuliko vyote. Kelvin alihisi upweke wa hali ya juu, na Neema alikuwa akilia kila usiku bwenini kwake. Penzi lao sasa lilikuwa likipita kwenye tanuru la moto, likijaribiwa kama litaweza kustahimili umbali na ukimya wa lazima.